Haleluya, haleluya. Na ndio maana ukiota kwenye ndoto zako umebadilishiwa kiatu, usipuzie hiyo ndoto. Unapoona kiatu chako kimepotea, unapoona umebadilishiwa, usipuzie tu kirahisi hivyo. Mungu anajaribu kukusemesha juu ya utayari wako kwenye hatua zako, kwamba ghafla hicho kitu, kama umepoteza kiatu, baada ya muda hicho kitu ulichokuwa na utayari kukifanya kinapotea, utayari unapotea saa hiyo hiyo. Unabaki kushangaa kitu gani kimetokea. Mungu anajaribu kukusemesha, utayari wako unaibiwa, utayari wako unabadilishiwa. Ukiona unabadilishiwa, inamaanisha kuna mtu atakayekuletea habari nyingine, na hiyo habari utaipokea kirahisi. Ukipokea kirahisi na kutengenezea utayari mwingine ambao sio wa kwako. Lakini kila ukivaa hicho kiatu, kila ukitaka kufanya unataka kufanya, unajua kabisa ndani ya moyo wako kwamba hiki sio cha kwangu. Mungu hakuniitia hiki, sikutakiwa nifanye hivi, lakini basi wacha tu nipoteze muda. Hamna kupoteza muda ndani ya Bwana. Nyakati zako ni za thamani sana, ni za thamani sana. Kaa kwenye maombi, ungangane kwamba Mungu, ni kitu gani kimetokea. Ndio maana ninakwambia, ukishaingia kwenye toba na ukaomba toba, maana yake unapambana na ule uhalali ambao ulifungulia ule mlango kumnyima shetani nguvu ya kuendelea kungangania kukaa kwenye maisha yako na kushikilia utayari wako na kushikilia moyo wako kwenye vitu ambavyo Mungu hakukupangia, na unajikuta humzalii Mungu matunda yanayotakiwa. Hata wewe mwenyewe ukifanya huna furaha, hata yule anayekutazama hana furaha. Unaweza ukashangilia ukafurahi, unaweza ukaona watu wanafurahi, lakini Mungu hajafurahi. Sio swala la watu kukufurahia, ni swala Mungu anafurahi kiasi gani kwenye kile unachofanya. Waulize wahubiri wote, watakwambia kosea kitu kwenye madhabahu, haijalishi watu wanapona kiasi gani, haijalishi watu wanaokoka kiasi gani, unakosa amani saa hiyo hiyo. Ukirudi hapo umemaliza ibada au umemaliza wakati wenzako wanashangilia, wanasema leo yani tumemwona Bwana, tulikuwa na ibada nzuri. Hawajui kinachopita kwenye moyo wako. Kwenye moyo wako unasikia huzuni. Unachotafuta ni kitu gani? Roho Mtakatifu anasema okay. Amefanya kama yule mama mzazi ambaye anasema subiri wageni waondoke tuongee wawili. Kwa Yesu anakusubiria. Umesema na baraka zako, umemaliza kila kitu, watu wamefurahi sana. Mkienda huko, waitoba tu rafiki yangu. Kila nikimaliza, kitu cha kwanza ni kuomba toba. Mungu nisamehe kama kuna kitu nilitakiwa kusema sikusema, kama kuna kitu nimesema ambacho sikutakiwa kusema, kuna kitu nilitakiwa kufanya sikufanya, kuna kitu nimefanya ambacho sikutakiwa kufanya. Ni lazima nitubu. Alafu namwambia unisaidie kujua, ili kesho nisirudie. Unisaidie namna ya kutembea pamoja na wewe katika hatua ulizonipa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Nakupa mifano kimchache. Ukienda kwenye kitabu cha Zaburi ya 140 ule mstari wa 5, na Zaburi ile ya 25 mstari wa 15, inazungumza kitu gani? Miguu yake kutegewa nyavu za mtego na kamba za mtego, kukamata miguu yake, kukamata utayari wake. Mitego. Kwa hiyo unaweza usijue, lakini kamba ziko. Mnamkumbuka yule mwanapunda ambaye Yesu alimpanda akiwa anaingia Yerusalemu? Wangapi wanamkumbuka? Kwa hiyo utaelewa. Yesu alisema mtamkuta mwanapunda ambaye hajapandwa na mtu, amefungwa. Sema amefungwa.
Sema alafu mfungueni. Wakiuliza kwa nini mnamfungua, nyinyi waambieni Bwana anamhitaji. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na unaona wale watu hawakubisha, na wakamfungua wakampelekea Yesu. Okay, wasomaji wa Biblia wanajua ilitabiriwa na nabii juu ya Yesu kumpanda mwanapunda akiingia Yerusalemu. Ilitabiriwa. Kamba nilikuambia ni maneno. Yale maneno ya kinabii. Ndio maana ukisikia mtu anakutabiria maneno, kama rohoni havikubaliki, kwa sababu unajua neno la kinabii likija, Roho Mtakatifu aliyoko ndani yake lazima aweke tiki au akatae, ili ujue kama ni la kwako au namna gani. Ndio maana huwezi kulipokea tu kirahisi namna hiyo. Likishasemwa namna hiyo, ukiliachia linakusubiria mahali liliposemwa. Yule mwanapunda hakujua ya kwamba maisha yake ya kesho yamefungwa na mtu ambaye alisema na ameshakufa, lakini yamemfunga. Unasema unajuaje? Kwa sababu yamemfunga kwa maisha ya Yesu na hatua za Yesu, na hatua za huyu punda zilisimamishwa, zilizuiwa kuendelea mahali popote pale. Hakuwa na uhuru wowote ule. Kamba imekaa pale inamsubirisha, kila kitu kilistop. Kwa nini? Kwa sababu kuna kamba imeshikilia hatua zake, na hizo kamba ni habari aliyosikia. Ni habari aliyosikia. Nani aliyesikia? Aliyemfunga. Amemfunga kwa ajili ya nini? Na ndio maana unaona waliposema Bwana anamhitaji, huwaoni wale watu wakibisha, wakawa na utayari, na utayari ule wa punda. Punda hakubishana, akachukuliwa. Wale watu waliokuwa wanamsimamia waliposikia kwamba Bwana anamhitaji, na wao walikuwa wamevaa utayari ule ule. Unasema Kasego naongea kitu gani? Sasa sema kila mtu ana shida ya namna hii. Sije kaondoka na ile wazo. Lakini nataka ujue kuna watu wengi sana ambao wamefungwa na maneno yaliyosemwa na yakakamata utayari wao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe.